Kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana. Mwako wa ule moto ukawaua wale watu walioshika Shadrach na Meshach na Abednego. Yes. Watu Shadrach na Meshach na Abednego wakaanguka hali ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo kisha Nebukadneza akaukaribia. Kamba inasunguka mikono na kai unatupwa. Ukitupwa unaanguka kama gunia. Hauna formula ya kuanguka kwa sababu umefunga wote watatu. Lakini Nebukadneza kushuka kwenda kwa shimo akaangalia na kuta wanatembea ndani ya moto. Haleluya! Pigia Yesu makofi. Watu watatu na sio watatu tu, waliona wanne na wote wanatembea ndani ya moto. Wanazunguka. Najua kwamba katika kuzunguka kule mimi nikiona walikuwa wanatukuza Mungu alio hai. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanasema uhimidiwe Baba, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe uokoe watu wake. Uhimidiwe Baba. Walikuwa nasifu Bwana katika moto. Na imagine mimi si ati neno nimesema, lakini neno nimesema kwamba walikuwa wanazunguka ndani ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Unaonanga Mungu alikuwa kama anazunguka kiomba. Hivyo ndivyo watu wa Mungu walikuwa wanazunguka ndani ya moto wakitukuza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma Biblia mwisho 28:29 huko inasema kwamba amri ilitolewa sasa na mfalme. Akasema kwamba kuanzia leo akaweka sheria mpya. Atakayepatikana tu anaabudu Mungu mwingine na atafanya nini? Atauawa. Sikia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno ni tamu. Sikia. Atakaye mtumainia Mungu ni kama mlima Sayuni. Hata tingisika wala hata angaishwa. Wapendo watatu walimtumainia Mungu wao. Wakasimama kama mlima Sayuni. Miale ya moto iliwaua. Imagine. Ile miale ya moto waliosifika kwa kingo ya ile tanuru, watu wanamotupa hao walikufia hapo. Na wenye walitupwa ndani ya moto hawakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio nikikwambia pana chezana na Mungu, cheza na mume wako ama na mke wako, unafikiria na kudanganya. Toa mchezo kwa Mungu. Mungu ni moto ulao. Ukimwita kwa hakika, ukimwita ukiamaanisha, atakupigania, atakuokoa, atakutetea, atakujitoa, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kusukumwa. Hakika atakupigania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wapendwa niamini Bwana. Nasikia safi. Biblia inasema wakamwambia mfalme sikia, hata kama Mungu wetu atatuokoa, lakini miungu zako hatutaziabudu, hatutasujudu, hatutaziinamia. Hata kama watu wanajitoa hata kufa kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Amen. Biblia inasema atakayetoa maisha yake kwa ajili yangu ataiokoa. Haleluya. Atakayetoa nafsi yake kwa ajili yangu ataiokoa. Atakayetaka kuiokoa nafsi yake kwa ajili yake ataiangamiza. Hivyo ndio Shadrach na Meshach na Abednego walifanya. Walitoa nafsi zao kwa ajili ya Yesu. Walitoa nafsi zao kwa ajili ya Mungu. Na Mungu akawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema waliochochea hawa watu watatu, ukimalizia Biblia inasema amri ya mfalme alisema kwamba watu wote waliochochea watu watatu watupe kwa tanuru ya moto. Aliyechimba mchimo kwa ajili yako atatumikia. Amen. Yesu asifiwe. Ambaye ni adui yako, ambaye anakupiga vita, ambaye hakutaki, ambaye anakuchongea, ambaye anakuvizia, Biblia inasema Mungu atabadilisha yule msalaba yake aliyeunda kwa ajili yako. Yeye atatundikwa juu yake. Ile shimo ambayo amechimba kwa ajili yako itachukua ndani, ili ndani. Hilo shimo litamumbeza, lakini litamumeza tu kama wewe umesimama na Mungu wako. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ataanguka kwa ile shimo kama wewe umesimama na Mungu wako. Halo. Vita ni vya nani? Vita ni vya Bwana. Bwana ndiye alipigania Shadraka, Meshaki na Abednego. Sio wewe hao walichipikania. Hawakusema tuwezi enda kwa moto, lakini walisema hakika Mungu wetu atatuokoa. Na wako wanashaka na Mungu wao. Waliamini Mungu anayeoabudu kwa sababu ni Mungu wa Israeli, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uwezo, Mungu ambaye habadiliki. Ahadi zake hazivunjiki daima, hazivunjiki milele. Ahadi ya Bwana imesimama milele, haitavunjika milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, angalia. Sijajua wewe unaelewaje huyu Mungu. Mungu unasema tu na hii yangu ataweza. Akaambia Isara, akamwambia ni jambo gani ngumu kwangu ambalo haliwezekani? Ni jambo gani unaonaanga kwamba hii yangu? Hii yako ndio gani? Yako ndio gani hiyo? Letia baba, letia Bwana kwa meza. Anasema njoo tusemezane, na pia anasema napisha mlangoni. Atakayefungua nitaingia, nitanena naye, nitakula naye, nitasemezana naye. Wewe tu hujakaribisha Bwana ndani ya moyo wako. Amen. Lakini mkaribisha